Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Muthingi TV na ngagikugeithia na ngagikunyita ugeni na njira ya mwanya muno gukwari kwa Muthingi TV na tabarira no ire yaku yendeire ni tabarira ya Mwihang'Iri na ni kiumia kingi kiega na muthenya umuthi tukinyitanirite na Mwihang'Iri witu na ni Mwihang'Iri wa mwanya na makiria kiria gitumite ngikurehere ni kumanagia riria twakianjirie tabarira ino na twikoretwo tukinyitanira na andu na ageni matiganite na makiria mawira-ini mao na ngakorwo ningi ngikiamukira mawoni ona ciuria kuma kuri we mwiroreri witu uria hihi ungikorwo ugikuria kana hihi uria ungikorwo ugibanga wira-ini waku na nikio muthenya wa umuthi tukiri na Mwihang'Iri na mugeni wa mwanya muno na uria ugikorwo ugitutirithia wega hihi hari akianjiriirie ningi wira uria akirutaga ningi agicoke agikorwo agitutara na makiria biacara-ini citu uria tungigibanga uria tungigikuria na ni ate tungigika niguo tugikorwo tugikinyukia makinya mangi na uguo ni no uria Mwihang'Iri namba imwe na umuthi ni gukinjitikiria ningi tugikorwo tugikigarurira ruthiomi tukihuthire rwa githweri na niguo tugikorwo tukinyitanira Mwihang'Iri witu tukiguithanie na njira njega. Karibu sana na kukaribisha kwenye hichi kipindi chetu cha Mwihang'Iri huku kwa Muthingi TV. Ningependa kwanza kabisa uweze kumsalimia mtazamaji wetu, mueleze majina yako ili tuweze kuendelea zaidi. Asanteni sana kwa kunialika hapa Muthingi TV. Na kwa majina naitwa Roney Ahoya na nimefurahi sana kukuja hapa kuelezea wasikilizaji. Naam kabisa na kukaribisha mara tena ili tuweze kuendelea. Na labda kabla tuweze kuendelea zaidi, labda unaweza muelezea mtazamaji labda ni kazi ipi huu unafanya ili aweze kukufahamu vizuri ili tuweze kuendelea. Haya, Roney ni nafanya sana mambo ya finance na upande wa insurance. Uko ndo mali niko specialized sana. Ndio. Na labda kuna mtu anasikianga tu maneno unasema insurance. Na zaidi hata ukiangalia humu nje watu wengi sana huwa wanaogopa wakisikia ni insurance wanasema si labda ashaipitishwa mahali akaweza kunyang'anywa pesa zake. Labda unaweza muelezea kidogo ili tuweze kuendelea zaidi. Unajua insurance ilikuja umuhimu wa insurance ni inakuleta pali ulikuwa umepoteza kidogo inakurudisha pali. So utapata kumekuwa na scandals mingi za insurance pale nyuma. Lakini kwa saizi utapata main insurance companies they are regulated by IRA. That is Insurance Regulatory Authority. Na kila kitu watu tunafanya insurance siku hizi kuna regulations fulani. So ndo kama na siku hizi sijui kama mumesikia cases mingi za insurance, sijui scandals, utapata zile cases zimepungua kidogo kwa sababu serikali iliona ni vizuri IRA ikuje kuregulate kila activity insurance inafanya. Ndio. Na nikikuangalia hivi Roney, naona bado wewe ni kijana mdogo. Na labda watu wakisikia vile unafanya na hiyo kazi ya insurance, watu unajua labda watu wanatarajianga mtu mwenye ameuga labda mtu nijize hivyo. Labda unaweza muelezea labda kidogo mali labda ulitoka kwa hichi kipindi chetu sana tunapenda kuencourageana watu kwa kazi zao. Labda unaweza muelezea kidogo penye umetoka kabla ufikie kwenye kufanya hii kazi ya insurance. Naweza sema ni bidii. Kabla nianze mali nilianza ni bidii tu kidogo na kujituma pale nje. Mimi sikuanza kama mtu wa insurance. Nakumbuka kazi yangu ya kwanza nilifanya mjengo. Hata kama unaniona niko na mwili ndogo hivi. So nilifanya mjengo lakini si hapa Kenya. Nilienda kufanya kazi ya mjengo Tanzania. Kama ushaisikia mahali panaitwa Moshi. Lakini tulichukuliwa kijana mdogo sana. Hiyo saa niko tu shuleni na ng'ang'ana bado campus kidogo. Nilienda kule after hapo nikapata kazi. Sasa ndo niliingia sasa kwa NGO space. So nimefanya na NGOs kama 3 in my previous careers. So pale kwa NGOs nilipata kula experience kidogo pale nikienda shule pale na at least najikeep busy kidogo. So nilimaliza shule ndo nikaingia sasa on my career offline which is insurance. Na hapo ndo nilianza my first step. So I can say I'm going to my second birthday of this career. So mimi ni mchanga bado lakini nimepata ujuzi kwa wale walioko katika hiyo industry insurance. So siwezi sema mimi ni mchanga ki insurance lakini miaka naweza kuwa mchanga but niko na experience kidogo naweza sema. Na
kuna jambo vile nimeweza kujiuliza. Umesema kwamba uliweza kuenda hii kazi ya mjengo mle nchini Tanzania. Do you want to mean that Kenya ni hakukuwa na kazi ya mjengo ili ukaamua tu kwenda kufanya kazi mjengo kule Tanzania? Sijui mawe za Kenya ndio zilikuwa mzito. So naweza sema acha nikuelezee kidogo. Pale Tanzania Moshi tulikuwa na wenzangu. Lakini mimi sikuwa mtu wa kufanya ile kazi ngumu, acha niseme hivyo. So foreman, weloa mnasema foreman. I'll identify niko na leadership character in me. So pale kwa mjengo sikuwa naweza kufanya ile kazi ngumu peke yake, lakini nilikuwa naweza kusaidia foreman kusupervise mjengo, na sijasomea mjengo. Nile tu naweza ambiwa simiti 2 zinatakikana, na ambiwa wengine tunaweza beba 2, tunakusaidiana kazi kwa rahisi at the end of the day. So pale sema nilikuwa nafanya kazi kidogo lakini pesa mingi. Naweza sema hivyo, lakini wale wenzangu ilikuwa kazi ngumu, pesa kidogo. So at the end of the day ni ile kukua outstanding kati ya watu wote pale. Na ni mwaka upi huu uliweza kwa hata mtu akikuangalia hivi labda hujaweza, bado unaonekana wewe ni wa umri mdogo. Ni mwaka upi umemaliza shule na sasa mkaingilia hii kazi ya mjengo haswa kule nchini Tanzania? Hiyo kazi nilifanya, naweza kumbuka mwaka kweli 2018. Yes, I remember it was around 2018 because nilikuwa bado campus nini, so it was around 2018. Yes, I remember. Na huko kazi ya mjengo sijui ilikupeleka vipi? Manake huku ukiangalia labda kunao wameweza kusustain ama kwa maisha yao labda wameweza kujijenga kutumia kazi ya mijengo ama kwa kazi yote. Sijui kule hali ilikuwa vipi, ni tofauti na Kenya ama kuna tofauti? Kuna tofauti. Kule kazi sema ni ile ngumu, ni ile kila mtu anajituma pale. Na utapata mimi kwangu kibinafsi sikuipenda. Lakini nilisema juu nataka nitafute pesa kidogo ya kusurvive, lazima ningeifanya. Juu sikuwa na namna. Nakumbuka nilikaa huko wiki moja. Nilikuwa nimeambiwa niende wiki ya pili, lakini nilisema siwezi fanya. Na mimi sikuwa nafanya kazi ile ngumu. Sasa nilikuwa najihurumia, ningekuwa nafanya ile nyingine ingekuwa vipi. So my first week was tough. So I was really nilikuwa natamani sana hiyo wiki ishe nirudi Nairobi at the end of the day. Na nilirudi after that week, nilitoka na kama nimepoa pesa zangu. Ndio. Na kuenda mle Tanzania sijui labda ni connection ipi ulitumia, manake sometimes unakutanga kuna there are some agents labda watu huwa natumia kuenda ugaibuni ama nchi za kigeni. Sijui wewe uliweza kupata ile connection vipi na ukapata kwamba umepata kazi ya kuenda mle nchini Tanzania? Najua watu wanasemanga ukitoka pale nje unaenda kazi mzuri. So hiyo ilikuwa kazi yangu ya kwanza, na nakumbuka ni shemeji yangu. Shemeji yangu ashaifanya hiyo kazi. Akaniambia, "Mtu sasa wewe ni kijana mdogo, kukaa pale nyumbani ama kufanya vitu itakusaidia. Acha nikupatie kitu ni utafanya hapa katikati kikukeep busy kidogo." So niliconnectwa na shemeji. Mwenye alikuwa anasimamia ni ndugu ya shemeji. So ni hivyo nilijipata pale. Afadhali nilijifunza mambo moja mbili, hata siku kwenye nitafikiria kujenga nyumba najua ni simiti ngapi zinatakikana ndo nisiibiwe. So unajua saa zingine vitu kama hizo zinakufunza huko mbele ndo usiweze kuibiwa na mtu ama kudanganya. Na vile before now uende hii kazi ya mjengo kule Tanzania, sijui haswa ni kozi gani ulikuwa umefanya, because after all unakutanga mtu amefanya kozi yake lakini mambo inakuwa ni magumu kidogo na anaamua kuingilia kazi zingine. Sijui wewe ni ipi yenye ulifanya pale shuleni? Mimi nilifanya kozi ya software development, hiyo ndo nilifanya majorly, but nikakuja nikafanya short course ya insurance kidogo, at least ndo niweze fill the gap of whatever I was passionate about. So hiyo time nikikuwa Tanzania I was doing software, mambo ya computer tu pale kidogo kujifunza software, website developments, etc, how to use the Python, hizo vitu za software tu kidogo. And because kuna sasa hapo ndo kuna vile umeguzia hapo hivyo, na ndipo sasa nataka tuingie vizuri. Umesema ulifanya short course ya insurance. So now hapo umefanya ya software. Then nini hichi chenye kimefanya ama kuingia akilini mwako ukasema hapana, wacha tena nifanye kuhusu biashara na insurance? Naweza sema pale campus iko rahisi, ni kungangana tu.
Na sometime nilikuwa nakosa hiyo school fees, unaona? Ukiona nilikuwa naenda mjengo, nilikuwa naenda kutafuta hiyo pesa because me personally I'm a family raised person at the end of the day. So like nile tu kutafuta kidogo, unaenda pale shuleni unalipa, ndo unaingia class, unasoma ndo mpaka umalize at the end of the day. So kitu ilifanya nikuwe interested na insurance ni after nilikuja kupata kazi moja insurance, nilisema ndo nikuwe a good insurance person, I need to get out of my, let me say, my comfort zone at the end of the day. So nikasema lazima nijitume, nijue insurance, hata kama naingia hiyo career ni nini haswa naenda kupatana nayo pale. Afadhali kujua kuliko kutojua at the end of the day. So that's hard to at least learn more about this field and career at the end of the day. Na sasa umeamua, sasa umetoka mle nchini Tanzania, sasa umerudi humu Kenya, ndio sasa ukaamua sasa uingilie haswa kazi ya insurance. Sasa utaanza vipi? Niliona iko sustainable on a personal level juu pale insurance is about unajua si tunauza service. Yeah. Ukinipatia mimi ndakupatia kitu unahitaji. So niliona it's sustainable, na pia mimi sifanyi insurance peke yake, niko na biashara kangu kadogo. Afadhali nikiona pale mapato ndapata pale, itanisaidia kuendelesha biashara na familia yangu mwisho wa siku. Na kuna vile najiuliza, maanake labda tushaitangamana na watu wenye wanauza hizi ama they are dealing with the services especially the insurance. Na unasikia kama ni clients, there are some of them unasikia ukimwambia kabisa maneno ya insurance hawezi hata kutaka kusikia. Sijui wewe, how do you convince them and what's your take kwa labda ama sijui your experience that is na customers wako ama clients wenye home na nao kwenye biashara ya insurance? Wenye nimeinteract nao ndio, unajua pale nyuma kabla nianze nilikuwa nimesema sasa insurance iko regulated na IRA. Pale nyuma mtu alikuwa tu anafungua kampuni, anatoka pale nje anadanganya watu pale na pale, lakini sasa hii kila kitu iko na mpangilio. Mwisho wa siku utapata hata wale wenye wanasema hii ni mbaya, nilikuja nikafanywa ile, lakini at the end of the day ni sisi kuwajulisha kuwa sasa hii kila kitu iko kwa mkononi mwa serikali. Hauwezi fanya kitu vile unataka. Kuna regulatories and everything needed before you go and start doing insurance or selling insurance to people. So I can say that watu kwa convince imekuwa, kwanza napenda watu kama hao. Wale wenye wanasema insurance na juu, afadhali tutapatana nao uno kwa uno, ndio tuweze kusemezana, na nikimalizana kuelezea, wengi wao kuja kuchukua hiyo insurance yenye waliambiwa kitambo ni mbaya. Juzi kuna mwenye amesaidika na pia mimi nimefurahia, na alikuwa mmoja wale wenye walikuwa wanasema insurance ni scam. At the end of the day alikuja kujua umuhimu wake wakati ilikuwa inahitajika. Kuna kitu najaribu kujiuliza ama najaribu kuget from your work, because okay, nishai kuwa labda kwenye industry kidogo ya marketing, but the experience wasn't that good. So wewe ni kama vile unasema ati unapenda hao clients wenye vichwa ngumu au wenye kumconvince ni ngumu. Vipi? Unajua, kitu ya kwanza ni lazima upende kitu unafanya. Na wazungu wanasema positive attracts positive, negative attracts negative, in a way that nikikuwa na nia mzuri kwako utahisi, na nikikuwa na nia mbaya kwako utahisi. At the end of the day niipende ile kazi na niifanye vizuri. Maana nasema ninapenda hao watu ni mimi nikiamka asubuhi najua ngaini kazi nafanya, na natokanga kwa nyumba nikikuwa na positivity. So hii positivity lazima ni transfer kwa wale wako na negative mind, because I must win their negative mind to be positive so that they can understand umuhimu wa hii kitu at the end of the day. And majority of them when you interact now, they end up coming from the negative aspect of it to the positive aspect of it at the end of the day. Na manake naona muda wetu unatupeleka mbio. Kuna kitu kabla tuweze kuelekea kwenye mapumziko kidogo, kuna kitu najaribu kuget kutoka kwako. It's like you have to love your work, kazi yenye unafanya do for you to succeed in whatever you do. Yes. So lazima upende. Usipoipenda, naweza sema kazi ni kama wewe ni, if you are a man and you want to seduce a girl, you must love that girl.
so that you can win her heart, sindio? And if you're a lady and you have seen a potential man, you must love that man for them too. The same way applies to work. The way you love you must seduce your work to love you at the end of the day. And so for that to happen, there must be that two-way love relationship between your work and yourself, so that you can have a good, successful life in whatever you're doing. Kanyagia kwanza hapo that you have to love your work. No nginyanagia wende wira waku mwiroreri wa Muthingi TV na makiria Mwihang'Iri goko kwa Mwihang'Iri TV. No akigwa ni mbeu njithi na ni njamba njithi ona ukimirora uguo no akigwa karugano gake kuma haria akianjiririe ni akirikia cukuru ni akiuma bururi-ini wa Kenya ni agithie nginya kuria Tanzania gwitha wira wa miako ningi ni agicokeria huko ni ambiria wira wa insurance no akigwa agitwira ati no nginyanagia wende wira waku ndirakenda tukembe tukihurire pose hau twembe tuthagumi icio agikorwo agitwira ndugagikorwo ugithie kuraihu ni amu ndagicokereria ndirakenda agikorwo agitucokereria kana agitutariria we no akigwa ni muhigireru iguru ria insurance na wake wanakinya hau gakimenya ucio ni mundu uhigarire uhoro wa gwibanga uria ungibanga nginyanagia biacara-ini yaku koguo mwiroreri wa Muthingi TV na makiria tabarira ya Mwihang'Iri ndugagikorwo ugithenga ndugagikorwo ugithiora mitambo iyo ni amu ni turagicokereria ningi ugikorwo wagithagathaga karamu na ibuku riaku niguo tugithoma makiria tukiugia atia ndagika oro nini tugicembie ni turagicokereria. Muthingi ni hindi turawamba nona tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi nitanagira nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo ria gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kini wira ura ndiraga na goko ni nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya Mwihang'Iri turi na Mwihang'Iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki haria rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Nĩ ngatho na nĩ tũikorwo tũgicokereria na ta ũrĩa ndagĩkorwo ngĩkwĩra we mwĩroreri wa Muthingi TV na makĩria tabarĩra ya Mwihang'Iri ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu na ngũkĩhoka atĩ no gĩkorwo kĩa karamu gaku na ibuku nĩguo tũikorwo rĩu ningĩ tũgĩthoma nĩ atĩa tũngĩka nĩguo tũikorwo tũgĩkũria mawĩra-inĩ maitũ na nĩ atĩa hihi tũngĩkorwo tũgĩka ningĩ nĩguo kwĩyambambatĩria na kwagĩrithia mawĩra maitũ na njĩra njega. Karibu sana mara tena tuweze ili kuendelea na sasa nataka maanake vile umesema kwanza unafanya kazi insurance and I know that being an insurance ama mtu mwenye na deal na insurance lazima kwamba una ule ujuzi wa kibiashara. Na sasa maanake nimekuwa pia nikipata maoni kutoka kwa mtazamaji wetu anajiuliza vipi, okay mimi nina biashara yangu ndogo nitafanya vipi ili niweze labda kupiga hatua nifike mahali nataka. Najua kila mtu anaanzia mahali mwisho wa siku. Ndo upige hatua kutoka mahali moja hadi nyingine, lazima ukuwe mtu umejipanga. Mimi kibinafsi huwa najipanga kila siku, niko na ratiba ya kazi yangu na lazima niandike chini, ndo nikienda kuangalia pale najua inafaa nifanye kitu fulani siku ya kwanza, ya pili mpaka mwisho wa wiki hadi Jumapili kwa wale wanaenda kanisani. Pia mimi nakuanga nimepanga ratiba yangu kwa siku. So ndo ukuwe mtu mwenye mafanikio katika kazi yako, lazima ukuwe mtu wa kujipanga kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ukimaliza kila siku unajiuliza ni nini nimeweza kuachieve na ni nini sijaweza kuachieve. Yenye umeachieve unaweka tick. Kumbuka pale siku unaandika vitu umefanya, una tick. Zenye hukuweza kuachieve
unapiga kalamu. Unasema hii kama sikuweza kuifanya hapa itabidi ni fix mahali ndio pia mimi niweze kupanda mahali. Hiyo ndio step ya kwanza. Ndio. Naam, na okay, sasa kuna huyu mwanabiashara, manake labda kuna mtu anauza mayai pale, ama kuna mtu ako na kibadaski cha kukatakata mboga, ama kazi yote tu ile anafanya. Sijui utamuadvise vipi, ama labda kuna mtu yule anataka kuanzia kazi yake lakini ana ule uoga, ama bado anasikia ni kama haja decide vizuri. Sijui unaweza muadvise vipi kama mtu mwenye ana ujuzi wa kibiashara? Biashara, unajua si kila mtu alizaliwa kujua biashara. Biashara tunaona, wengine tunaona tunafanya, wengine tumesomea tunafanya, wengine labda hiyo ndio nilikuwa natamani kufanya. So mtu kama huyo mimi naweza muhimiza kuwa the first step ina matter, because lazima ujaribu ndio ujue kama utafanikiwa ama haula. Lakini usipojaribu huwezi jua. Mwisho wa siku kuna wale wako na ujuzi fulani, utapata mwingine anajua kunyoa, mwingine anajua kata mboga, mwingine anajua kusakata densi. Mwisho wa siku yote ni kazi. Lakini you have to take that risk by starting. Ujaribu kwanza. Usipojaribu huwezi jua kama itafanikiwa. Na ndo kule kujaribu ndo unalearn. Unajua pale nilifanya vibaya, hapa nilifanya vizuri, na unaongezea. Na kitu kingine naweza shauri hao watu ni jaribu kutafuta mtu anaweza kushika mkono. Kama ni mtu wa kinyozi, unafanya pale kinyozi, jaribu kujua rafiki yako mwenye anajua kunyoa vizuri. Enda kaa naye, zungumza naye pamoja, ndio mtasaidiana. Lakini huwezi kuwa uko kwa kinyozi, unatafuta mtu anafanya mayai, ni kazi mbili tofauti. Lakini ukitaka kuinuka lazima ukae na hao watu wenye mko mnafanya kitu pamoja ama the same thing, so you can able to outlive your business in this society. And as mtu mwenye anauza ama offering the services of insurance, kuna mtu labda pale hivi ako na vile tu tuko tumetaja, labda anauza mayai ama anakatamiwa pale hivi ama hata kazi yoyote tu ile anafanya, na anajiuliza, can I insure this my small business? Mimi kama mwenye nimefanya insurance kwa muda kiasi, ndio inawezekana. Kuna kwanga na zile unaweza chukulia biashara yako. Kama mtu mwenye anafanya biashara ya hoteli, anaweza chukulia yake ya moto, fire. In case vyombo zipasuke nini, insurance inakuja kukusaidia pale. Akuliko ile mule hakuchukua anaanza zero, na ule mwenye alichukua mwenye anaenda tu pale kwa kampuni anasema nilichukua nawe mkataba fulani na naomba unitimizie yale tulioelewana pale awali. Uliniambia in case kitu ifanyike utanisaidia, na kwangu imefanyika, nimekuja kuomba usaidizi. Insurance kazi yake ni kukurudisha mali ulikuwa. So mimi naweza himiza wafanyabiashara, unaweza chukulia biashara yako pia, na pia wewe ujichukulie wewe mwenyewe kama binadamu. Kwa sababu tunaweza chukulia biashara na tunajisahau pia sisi mwisho wa siku. Na sisi ni wenye tunafanya biashara ziendelee. Ndio. Na okay, nataka sasa uaguzie hapa hivi, cause labda kuna yeye anajiuliza, okay, ndio umemuadvise vile atachukua ama anafaa kuichukua ile insurance ama kuichukulia kazi yake insurance. Anajiuliza labda nitaanza vipi, then what am I needed or what am I required of for me either to insure my small business? Yeah. Okay. So kwa biashara kuna kwanga na hiyo, unajua kabla uanze biashara kuna kwanga na permit tunapewango either county ama serikali ili uendeshe biashara yako. Ni number 1, lazima ukuwe na KRA ya hiyo biashara. Unajua kila biashara inafanyika kwa hii nchi tunalipa ushuru. So lazima ukuwe na hizo vitu mbili. Ukishakuwa na hizo mbili, tunaangalia ni muda gani unataka insurance ikukava kwa hiyo biashara yako. Afu kitu kingine tunaangalia pale uanze kulipa, na kitu inafuata ni kitu kikufanyikia, sisi tunakuja kama watu insurance, tuna insure uko sawa pale katika biashara yako. Na labda basi kuna mtu ako hapa hivi, yes, mimi nafanya biashara ndogo, labda hata niko na ndudhi, nafanya kazi ya bodama, nauza mayai yangu pale hivi. How do you convince me nichukue insurance where else labda hata nimeinsure against theft, but hiyo ndudhi yangu itaisha ama itabidi ama nitaiuza kabla hadi hata ibiwe? Unajua nasema akili ni nywele na kila mtu ako na zake. Mwisho wa siku kama wewe mfanyabiashara, unajua kila mfanyabiashara atakanga biashara yake ikuwe kubwa.
Kama ni ule bodaboda anataka kuwa na bodaboda 2-3. Kama ni mwenye hoteli anataka kufungua hoteli nyingine. Kama ni fundi wa nguo anatamani kuandika wengine kazi afungue biashara zake. So mwisho wa siku ni ndo mimi kama mtu insurance nikuje nikusaidie pale. Unajua umeniuliza hii biashara yangu hii ndogo ndogo ni jukumu letu. Kumbuka nimeanza nikisema lazima upende kazi yako. Na kama una upendo wa kitu utatamani kuona ikigrow. So pale ndo tukuje kama watu insurance hatuwezi kataa kukusaidia. Ni kama mtoto akililia maziwa, huwezi mpatia supu akunywe, utampatia maziwa. So tutakupatia kile unahitaji as long as meet the requirements zenye tunakuitisha hiyo tu. Na kuna I guess and I want to think that kuna kuanga na insurance tofauti, labda kuna life insurance, kuna property, hizo zote I don't know, labda unaweza guzia kadhaa hivi kwamba huyu mfanyabiashara mdogo labda mwenye anauza mayai, mwenye na kazi yoyote tu ile anafanya, labda ajue which category ama ni ipi nafaa kuinsure my business ama my work against. Kuna insurance tofauti pale nje. Utapata kuna general inamaanisha ina cover property. Property inamaanisha inaweza kuwa ya pension yako ya nyumba, inaweza kuwa ile yako ya biashara na kama gari na kadhalika. Na kuna life. So life ni yako mwenyewe. Unajua siku hizi kwa life insurance kuna kitu imeletwa inaitwa saving. Siku hizi unaweza save after miaka fulani ukishaisha, hiyo miaka fulani kiisha unapewa pesa yako. At the end of the day nani hataki pesa hii Kenya? Neza wa challenge wenye wanataka kwanza ya life. Unaweza chukua hata miaka 5 ama miaka 10. Ongeza hiyo miaka uko nayo sasa hii 10. Na useme mimi ndakuwa natoa kwa mwezi 2,000 ama 1,000. Uone vile itakusaidia. Hiyo miaka ikiisha unapata umeaccumulate kitu kama 300,000 in your account. Na hii 300,000 nimesema in case uishi zaidi ya miaka 5 yenye ulisema, tunakupea pesa yako. Unaenda pale unaweza anzisha kama ulikuwa na biashara ya mayai, utaenda uanzishe uende uta add capital in that business so that it can expand for your own benefit. Ndio. Na there have been several companies labda some of them are sued automatically, labda kuna mtu ashaiwekeza na insurance company fulani, but huyo mtu at the end the results zenye alipata akasema insurance hapana, mimi sitairudi pale. Najua kwa wengi na najua ni watazamaji wengi wengine wamepitia hiyo, na mimi kama mwenye nimefanya kwa insurance kidogo naweza sema pole kwa makosa waliofanya. Unajua sasa hivi kitu naweza sema ni insurance sasa iko regulated. Nitarudia tena. Sasa hii huwezi fanya insurance for godhari kama pale kitambo. Na sasa hii unaweza anza. Haimaanishi kwa too late. Kuja kana mtu mwenye ako professional kwa hiyo field akuelezee vizuri. Kuliko kutoka pale nje na kusema ni mbaya ilhali ingekusaidia wakati ungelihitaji. So naweza himiza wanaonisikiza. Unaweza kaa chini na professional mwenye anajua hii kazi yake. Akueleze vizuri na utakuja kujua manufaa yake mwisho wa siku. Na nitajua kampuni yenye sio halali na ile halali vipi? Unaangalia history ya kampuni. Number 1. Hii kampuni inajulikana aje? Siku hizi unajua internet imetusaidia sana. Tunaweza access anything we want at the end of the day. So unaweza ingia pale kwa mtandao, angalia hiyo kampuni inaitwa aje, ama ulizia kwa watu, ama ukiwezekana nenda kwa IRA. Fungua kwa website ya IRA, unaweza angalia kama hii kampuni iko under IRA, Insurance Regulatory Authority. Kama iko inamaanisha kama kampuni iliweza kupatikana kwa orodha ya IRA, inamaanisha ni kampuni nzuri. Na kama ile yenye umeipata pale nje haiko, inamaanisha si kampuni insurance. So naweza himiza ukisikia kuna hii kampuni, ingia pale kwa mtandao kwa IRA, angalia iko aje, performance. Juu kila mwaka kila kampuni wewe inaletewa performance yake na vile inalipa claims. Claims inamaanisha in case huyu kitu imfanyikia tunalipa. Angalia inaletanga kila kitu pale mwisho wa siku. Na sijui labda na mimi najiuliza, na labda pia kuna mtu anajiuliza pia pale hivi. You look still young, and as a young person, why? Because most of the young generation are JZ
Unakuta mtu ameanzisha biashara yake, labda hata amefanikiwa, ameweka kazi yake tu vizuri, but huyo msee hataki kabisa maneno za insurance, ama labda akona ule ulogevu, okay, ile laxity ya kuweza kuinsure business yake ama kazi yake yote ile. Sijui manufaa yapi ambao hutokana na labda mtu kuinsure kazi yake. Manufaa ni number 1, inakupatia peace of mind. Unajua ukikuwa na peace kwa mind yako ni kitu mzuri. Utajua mimi biashara yangu hata kitu kifanyikia, kuna kitu niliweka mahali, inakupea peace of mind. Kitu kingine inakupatia, unajua sisi tunapeana promise. I promise you and I fulfill at the end of the day. So unapata promise kutoka kwetu. Kitu kufanyika, hii ndio kitu tutafanya mwisho wa siku. Ndio. Haya, kuna huyu mtu mwenye labda anataka kuanzisha ama kusign na kuinsure kazi yake. Sijui as a person mwenye anapatia hizo services, sijui labda atakupata vipi, labda mnapatikana vipi, hata kampuni labda yenye unafanya nayo insurance. Nafanya kazi na CAPEX Life Insurance, though mimi na deal majorly na life nini, lakini wale wafanyi biashara siwezi kosa kuwasaidia moja pale. Juu lazima kuna agency naweza kuwa nafanyia kazi pale na wanaweza kusaidia pale uweze kuinsure biashara yako. So mimi napatikana CAPEX, but you can find me personally in my own social media platforms or my own personal contact. Yeah, hizo labda ndizo ningependa uweze kumpatia ili yeyote atakayetaka kukufikia anaweza kupitia ama anaweza kukufikia kwa njia ya rahisi. My number ni 0748 64 7721. That's why you'll get me. Nakwanga on 24/7. You can just call me if you need any advice ya insurance, or if you want to insure about anything. Unaweza nipigia tuongea. Na pia kazi yangu, mimi si mtu wa kukaa kwa ofisi peke yake. Sisi ni watu wa kutembea nchi. Hata ukitaka tukuje pale kwa biashara yako pale mahali uko nyumbani, ni kupiga simu na kutuambia sisi kupanga na kukuja pale. Na kama uko kwa chama pia, unajua siku hizi kina mama wako kwa chama, hadi wazee naona wako na chama zao. Lakini za wazee nasikia si za sufuria na vikombe. Siku hizi nasikia chama za wazee ni za kununua nyumba na gari. Pia hizo chama tunashughulikia mwisho wa siku. So hatukuangaliwe peke yako, tunaangalia ile chama uko nao pale nyumbani na kadhalika. Na tukimalizia, ningependa labda uweze kumzungumzia haswa hawa vijana. Huyu amemaliza shule ndio amesema okay, labda hata amegraduate na degree yake, kuna ile course tu amefanya. But hapo hivyo tukianza ulituambia kwamba ulianza hata kufanya kazi ya mijengo, lakini hiyo sio kazi yenye ulikuwa umefanya. Ningependa labda uweze kumzungumzia ama kumpatia wasia wako, ni vipi atafanya asikae tu pale hivi. Najua kama kijana mdogo tunahitaji uelekezo mwisho wa siku. Na mimi nimejaribu kutafuta mwelekeo kupitia watu. Na kuna mtu anaitwa role model. Mimi ndauliza vijana, nani ndo role model kwa maisha yako? Nani yule mwenye unatamani kuwa kama yeye, ama unatamani kufanya zaidi aliyofanya? For me nilitafuta mmoja. Na mheshimu sana, ni mzee mzuri, anaitwa Engineer Michael Mutungi. Yeye ndo alinianzishia hii yote kwa maisha yangu. Kutoka ile laxity yenye nilikuwa mpaka sasa hii nimejituma kidogo kama kijana. Naweza wahimiza vijana ni tafuta mtu mwenye anaweza kushika mkono mwisho wa siku. Na huyo mtu kimtafuta kwa mwenye akona manufaa mazuri kwako. A positive role model, not a negative. No, there are two types of role model, negative and positive. Get that positive person. Na kila siku ukiamka, ni nini umepanga? Ni nini unataka kuachieve? Nakumbuka governor wa Nairobi alikuwa anasema akikuwa pale high school Lenana, alikuwa anasema kwa desk yake alikuwa ameweka Mercedes Benz picture. Alikuwa akiamka kucheza tu kidogo, anafungua hivi loka, anaona Mercedes, anafunga, anachukua kitabu, anasoma. Ni nini leo umeweka pale nyumbani yenye na ku-encourage kufanya hiyo kitu unataka kuachieve at the end of the day? So I think that is my take for the young people. Ningependa uweze kuwakumbusha jina yako na labda penye unafanya ili mtu mwenye anataka kukupata akupate vizuri. Kwa watazamaji, mimi naitwa Roney Ahoya bado, na mimi nafanya kazi pale CAPEX Life Insurance, na unaweza nipata katika namba yangu ya 0748 64 7721. Huko ndo utanipigia simu, niko WhatsApp pale, utanitafuta pale na nitakuwa tayari kuku engage pale kama kijana.
Nashukuru sana Roney kwa muda wako na vile hata umekubali hata kumpatia wosia mtazamaji wetu. Kwa hivyo nashukuru sana na najua bado tutakutafuta na tutaweza kuzungumza mengi ili hata uweze kutueleza labda hiyo kampuni vipi mnavyofanya na services vile mna provide kwa your client. Nashukuru sana. Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Muthingi TV na makiria tabarira ya Mwihang'Iri no aikorwo ukiigua ucio ni Mwihang'Iri wa muthenya wa umuthi we aikoragwo akideal na aikoragwo ki provide services ya insurance na ngukihoka ati ni ugikorwo ukiinsure kawira kau gaku niguo tugikorwo tugithie na mbere na gutherema na githie ona mbere na gutacukia makinya marumu biacara-ini citu nginyanagia tugikinyaniria haria twendaga. Ngikwira guku ni kwa Muthingi TV, tabarira ni ya Mwihang'Iri na iyo ni yagikorwo ikihinga season 1 kumaragia twakiambiriirie nginyanagia twagikinya ni tugithiite oro wega season 2 coming to you in fire. Koguo ndugaikorwo ugithie kuraihu, ndugaikorwo ugithiora mitambo ni amu guku kwa Mwihang'Iri Muthingi TV guku ndagikwiria tugatigirira ndi cia mera. Ngikwire atia ndugaikorwo ukiregeria moko ni amu nacio cia gikorire wacu mugunda nyingi kaguru karime gatihana karimu. Tugithio na mbere kumatha nake Ngai agithie na mbere na kurathima wira wa moko maitu. Kiuge atia uyu no Mwihang'Iri o uria nambari 1 Mwangi wa Murugi.